Haleluya. Nataka nihitimishe somo hili kwa kukueleza kitu kimoja. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18 au 17 inasema hivi: jinsi yeye alivyo ndivyo na wewe ulivyo ulimwenguni humu. Yaani jinsi Yesu alivyo leo hii mbinguni ndivyo na wewe ulivyo ulimwenguni humu. Yesu ana mamlaka. Yesu ni mzima. Yesu ana uweza. Yesu ana upendo, furaha, amani, ustahimilivu, upole, utu wema, kiasi. Jinsi alivyo Yesu leo hii ameketi katika kiti cha enzi cha Mungu mbinguni, ndivyo na wewe ulivyo ukiwa hapa ulimwenguni. Nilivyoandika hiki kitabu kinaitwa Utambulisho wako katika Kristo, nilitamani kiwafikia watu wengi. Sasa kuna balances zinatakiwa ziende vizuri ili kitabu kifike kwa watu wengi. Kusoma katika Warumi sura ya 10 mstari wa 17 anasema, 18 na kuendelea huko, anasema wataendaje wasipopelekwa? Na hata wale ambao wanatakiwa kuwafikia watu, mimi mfano, nitawafikiaje watu nisipopelekwa? Kwa hiyo kuna dynamics za ili kitabu kiweze kuwa na faida katika ulimwengu huu, kiweze kugusa mioyo ya watu, ni lazima kiwafikie. Kwa hiyo nikaenda kwenye duka moja la vitabu, nikakuta wanauza vitabu vingi tu. Nikaambia, jamani, mimi nimeandika vitabu kadhaa. Nimeandika vitabu vingi kadhaa, na mafundisho yangu mengi utayaona ambayo yanatokana na vile vitabu nilivyoandika. Ukifuatilia kwenye YouTube, mafundisho mengi yanatokana au yana expand kwenye vile vitabu nilivyoandika. Kwa nikamwambia wale ndugu, nimeandika vitabu vingi, naomba vikiwa hapa vitawafikia watu wengi. Yes, vitauzwa, vitawafikia watu wengi, na jinsi ambavyo vitakavyokuwa vinawafikia watu wengi, manake si vitahitajika zaidi. Manake nitahitaji kuviprint zaidi. Kwa manake nahitaji hela. Kwa nikaenda kwa yule ndugu, akaniambia, nipe vitabu vyako kadhaa ili tuweze kuvipitia kwanza, ili tuone kama tunakubaliana kwenye theolojia, tuone kama tunaweza kuwapa watu wetu vitabu vyako. Akasema sawa. Nikamtumia vile vitabu. Alikuwa haishi Dar es Salaam, anaishi sasa hivi niko Arusha. Kwa hiyo anaishi Arusha. Nikamtumia vile vitabu. Tumia vitabu kadhaa, 5 kama sikosei. Kwa hiyo nikawa namfuatilia, akasema nasoma kitabu cha kwanza ambacho ni Utambulisho wako katika Kristo. Sasa katika vitu ambavyo vilimkwaza kweli kweli yule ndugu katika kile kitabu, kuna mahali nimesema Yesu alikuja duniani ili awe kielelezo cha jinsi mtu aliyopo hapa duniani anavyotakiwa kubehave, kurelate na Mungu. Ndio maana Yesu akawa anajiita mwana wa Mungu alivyokuwa hapa duniani. Ni Mungu mwenyewe amejimanifest kama mwana ili awaonyeshe wana wa Mungu, mimi na wewe, jinsi ya kurelate na baba yetu. Alikuwa kielelezo. Yule bwana akaniambia, kwa hiyo wewe unataka kusema yani Yesu yeye ni kielelezo tu? Is Jesus only an example? Only that? Unataka kutuambia Yesu ni kielelezo tu? Not only that book, akasema, given what you have written in this book, I don't see a need of even reading the rest of your books. Nimevikataa. Iliniuma kweli. No, haikuniuma sana. I was naive. Nikasema, basi haina shida. Mimi sina haja hata ya kujibu maswali yako. Kabisa. Kwa sababu nimekishaona moyo wako. So what's the use kukujibu maswali yako? Akaniambia, sikiliza, usiwadanganye watu bwana. Don't
Yaani naumia kweli jinsi unavyowadanganya watu. Soma vitabu ambavyo sisi tumeandika. Na kuna kitabu kinatoka kinaitwa hivi na hivi, kisome hicho. Nasema nashukuru sana. Sikumjibu vitu vingi. Lakini jinsi ambavyo nilivyokuwa naendelea kutafakari, in fact Yesu hakuja tu ili awe kielezo, amefanya mambo mengi. And ukisoma hicho kitabu, ukisoma kitabu kinachoitwa Utambulisho wako katika Kristo, kitakuonyesha the many things, the myriads of things ambavyo naviongelea kuhusu why Jesus came. That's just one of those things. Kwamba ni kwamba yeye amekuja kuwa mfano. And that is a very big picture. Alifundisha kwa mifano always. Anasema pasipo mifano hakufundisha kitu chochote. Taifa la Israeli lilikuwa ni mfano wa jinsi mataifa ya dunia yanavyotakiwa yaenende. Kwa hiyo Israeli, Mungu alilifanya kama modo ya mataifa yote ya dunia yanavyotakiwa kuwa. Kama taifa la Israeli lingeweza kufanya exactly everything, always, all the time, kama vile Mungu alivyotaka, it would be very easy. Dunia nzima inaufuata ule mfano. Ukiwa unafundisha kama wewe ni mwalimu darasani, it's very difficult kufundisha tu that. Kuna vitu vinaitwa, yani vitu viko kama hesabu. Ni vitu ambavyo vinaning'inia tu. Usipotumia mifano, wanafunzi wanaweza wasikuelewe. Mwalimu mzuri anatumia mifano. So why am I saying all this? Nakwambia Yesu alikuja awe kielelezo cha jinsi ambavyo mimi na wewe tunatakiwa kurelate na Mungu. Ndio maana Biblia inasema jinsi yeye alivyo leo hii ulimwenguni, kule mbinguni, ndivyo mimi na wewe tulivyo. Jinsi Yesu alivyoishi hapa duniani, every step, that is what he wants. Mimi na wewe tuishi leo. Tutembee juu ya maji. Tuwe na ujasiri. Tufufue wafu. That is what he wants. He did those things, vikaandikwa ili viwe mfano kwetu sisi. That's what I'm saying. Ndio maana nimeandika hiki kitabu. Kiku impart Jesus, the example, our perfect example of how a son should relate to his father, or a daughter should relate to her father, her daddy, God. Yani sisi wana wa Mungu, wa kike na wa kiume, tunawezaje kurelate na baba yetu? Look at the many examples of people relating to God today. Wanavyoomba. Wengine wanakuambia unatakiwa kuomba, kufunga mpaka ufe ndio Yesu anakukubali. He didn't say that. Unakemeaje mapepo? How do you do that? You have no example. What is our example? Most of the people's examples are their pastors. Kuna mtu alinichekesha sana. Nilikwenda nchi ya jirani, akaniambia alienda jela. Huko jela akakutana. No, hakuwa jela. Before he went to jail, alikuwa anasikia habari ya injili ya neema. Akawa anaipuuzia. Injili na neema is the same thing, remember. So kama kuna mtu anataka kuibeza neema, and there are many people ambao wanasema wameokoka, lakini wanabeza just that word, grace. Kwa mimi nafundisha neema, kwa hiyo no, there is no grace. Wanasema hivyo. Lakini that is very powerful. It's very powerful. Grace is Jesus and Jesus is grace. Kwa nikifundisha neema ile itamfundisha mtu kukataa uovu. That's what it said. Wewe nenda kasome mwenyewe katika Tito sura ya 2 mstari wa 11. Soma umalize vizuri. Utaona anasemaje pale. Ile neema ndio inayowafundisha watu kukataa uovu. So back to that example. Mfano ile ndugu
Akasema nilivyokuwa nikihubiri sioni nguvu, nikakutana na ndugu mmoja, na actually nilikuwa sihubiri injili ya neema, nikakutana na mtume mmoja na nabii. Akasema njoo huku, njoo tufanye kazi. Wewe ukihubiri kwa jina la Yesu tu upati kitu. Akasema njoo uone hapa. Kaenda kwenye mkutano mkubwa, kundi la watu wako pale. Akasema utahubiri kwa jina la nyoka. So that guy alivyokuwa akisimama sana anaombea watu, anaombea kwa jina la nyoka. In the name of a snake, of a serpent. Watu wanaanguka kwa chini. Wewe usihubiri kwa jina, anamwambia yule ndugu. Yule ndugu akapata akili. Alipata akili that day. Not everybody that stands and has the multitudes anamtumikia Mungu. So why am I saying this? Wanaotufundisha kumtumikia Mungu, je, ni Yesu? Are you serving God as Jesus teaches you, as the Holy Spirit leads you, or as the people lead you? There are so many people that lead people. Kuna watu wengi kweli kweli ambao wanawaongoza watu jinsi ya kuomba, jinsi ya kufukuza mapepo, jinsi ya hiki na kile. Roho Mtakatifu atakuelekeza. Just be still and know that he is. Mpe nafasi, atakuelekeza every single digit of a thing you need. Nikusomea hapa kwenye Yohana sura ya 13. Nikuonyeshe maelezo anavyosema nimewapa kielelezo. So what I have been teaching throughout this series is intended to give you an example of what Jesus was, so that you can identify yourself in that very example, in that very manner. Kwa nitakusomea Yohana Mtakatifu sura ya 13 mstari wa ni mfano wa Yesu alivyokuwa amewaosha miguu wanafunzi wake. Nianzie mstari wa 5. Unaweza kusoma kuanzia mwanzoni hapo. Nikianza mstari wa 5 nitakuwa na mambo mengi ya kusoma. Nianzie mstari wa 12. Anasema basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vyema, maana ndivyo nilivyo. Haleluya! Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, nimewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. The $1 million verse, mstari wa 15 anasema, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende hivyo hivyo. That is an example. Mambo yote haya yameandikwa kwa mifano. Soma Wakorinto wameeleza mtume Paulo anasema yameandikwa kwa mifano, ili tusije tukafanya ujinga kama wale waliomlalamikia Mungu wakang'atwa na nyoka. Now Jesus gave us a perfect example. Sema mambo haya nimewaeleza ni kielelezo cha kama nilivyofanya mimi ndivyo na nyinyi mfanyiane ninyi kwa ninyi. Nenda mstari wa 32 anasema pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Hivyo ndivyo watu watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Just do what I did. Just copy that example and do it. And live that life. Everybody will follow me because of you, my examples.
Mimi ni kielelezo chenu, mkifuata hicho ulimwengu mzima utafuata. That is my parting word, my parting final word. Fata mfano wa Yesu, and the rest of the things will come in, will be put in place, will come to pass. Mungu akubariki sana. Tumefika mwisho wa mada hii. Tutaendelea na mada nyingine.